Tunawasalimu tena kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na tunamshukuru tena Mungu kutupa kibali na neema. Na kuwa tena sehemu hii. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa maana ametujalia tena neema na kuiona tena siku ya leo. Na kwa maana tunapozungumza hivi, najua pana baadhi ya nchi nyingi ambayo inafariki, kwa watu wako wanafariki. Lakini bado sisi tuna neema ya kusimama na kusema neno la Mungu. Na bila kukawia siku ya leo, tutaingia ndani ya neno la Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Mithali, sura ya 4 na mstari wa 23. Na tutasoma katika kitabu cha Mathayo, sura ya 5 na mstari wa 8. Tunaanzia kitabu cha Mithali, sura ya 4 mstari wa 23. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Mathayo, sura ya 5 na mstari wa 8. Hahirwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na teme yetu ya siku ya leo, linda moyo wako, linda umutima wawe kuliko chochote ukilindaje, kurusha ikintu cyose ushobora kuzigama. Wakati tunasema hivi, igihe tuvuze kuno, tunajua wanadamu wanapenda kulinda sana. Turazi yuko abana b'abantu barakunda kuzigama. Pana baadhi ya wengi wanalinda mambo mengi sana. Hariho muri bamwe usanga bazigamye ibintu byinshi cyane. Pana baadhi ya wengi wanalinda manguo. Hariho bamwe bazigama impuzu. Pana baadhi ya wengine wanalinda magari. Hariho abandi bazigama imiduga. Pana wengine ambao wanalinda manyumba yao. Hariho n'abandi bazigama mazu yao. Pana wengine wanalinda watoto yao. Hariho n'abandi bazigama abana babo. Pana wengine wanalinda wake zao. Hariho n'abandi bazigama abagore babo. Baadhi ya watu wanalinda vile ambao wako navyo. Muri benshi cyane abantu bazigama bigiye bafise. Na unapotazama hata kwa wakati huyu, kandi uravye muri ivyo bihe, wengi tunaendelea hata kuangalia jinsi ya kujilinda juu ya hii coronavirus. Benshi bakora bamwe bako arizigama muri corona. Na hiyo ni njia nzuri ya kujisaidiza. Ni nzira nziza yo kwifasha. Lakini pana kitu nataka kuzungumza sasa nao. Ariko nshaka kuvugana namwe. Biblia iko natuitia kulinda mioyo yetu. Biblia iko natuhamagara kuzigama imitima yacu. Kulinda moyo wetu. Kuzigama umutima wacu. Ndio kitabu cha Mithali kinasema. Nuko kitabu cha Mithali. Linda moyo wako. Linda umutima wawe. Kuliko kila kitu chochote. Kurusha ikintu cyose. Kwa maana hapo ndipo chemchemi ya maji ya uzima. Kuko ariho ubugingo bududubiriza. Jo kwenye maji ya uzima yanatokea. Niho ubugingo bududubiriza. Na kusema maji ya uzima yatokea sehemu ile, kugira imbizi zidudubirize ngaho, ni juri sehemu panapolindwa. Ni kwa ari kibanza kizigamwa. Kwenye Mungu anaketi, Imani vyagiye, ni sehemu kwenye pana uzima. Ni kibanza hadi ubugingo. Na ndio maana alimwambia mwanadamu alinde sana moyo wake. Niyo mambo yagiye mwana unatesika. Kwa maana Mungu sio hakuna pengine kwenye anaishi. Na hadi mani bae. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu, ndani ya roho yetu. Ila mu mitima yacu. Ndio kwenye anaketi. Niho ivyagira. Na ndio maana anatuitia kulinda sana. Aduhamagariye kuzigama cyane. Ni kweli kujilinda hata coronavirus. Ni byiza kwizigama na coronavirus. Pana baadhi ya watu wengi wanaogopa sana coronavirus. Aliho benshi ko atinya coronavirus. Lakini unapotazama, pana zingine corona ambazo zimo ndani ya mioyo yao. Corona ziri mu mitima ambazo zinasababisha watu kutokumuona Mungu. Zituma abantu batabona Imana. Wakati huo unaweza kaogopa coronavirus. Igihe ushobora gutinya corona na ushindwa kumogopa Mungu anayeua mwili na nafsi. Ukananirwa gutinya Imana yica ubugingo. Unakuwa na tatizo kubwa sana ndani ya maisha. Ufisi kibazo gikomeye. Na ndio maana nakuitia siku ya leo. Andaa moyo wako. Tegura umutima wawe. Tengeneza moyo wako. Tegura umutima wawe. Ili Mungu awe na sehemu kwenye ataka. Kama utalinda yoyote, linda moyo wako. Kwa maana hapo ndio kwenye Mungu anaketi. Unaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8, inazungumza nasema eti heri wenye mioyo safi.
itanduye. Heri wenye mioyo safi. Hahirwa abafise imitima Kwa maana itanduye. hao ndio watamuona Mungu. Kuko abo nibo bazobona Imana. Kumuona Mungu Kubona Imana sio tu tunafanya kazi za Mungu. ntabwo ari uko kuvuga ngo kwa tukora ibikorwa Kumuona Mungu kubona Imana sio kutenda kazi za Mungu. ntabwo ari gukora ibikorwa by'Imana. Kumuona Mungu Kubona Imana sio kufanya kuonekana kila siku ndani ya ibada. ntabwo ari buri gihe cyose kubona. Lakini kumuona Mungu ariko kubona ni Imana kulinda makao ya Mungu. ni kuzigama ibyicaro by'Imana. Na makao ya Mungu ni sehemu gani? Ibyicaro by'Imana. Makao ya Mungu ni roho yetu. Icyicaro cy'Imana ni umutima. Jujo kwenye anaketi. Kuko niho byagiye. Na kama anakuja ndani ya mioyo yetu, nimba cye mu mitima yacu. anakujaga juu ya kufukuza giza. Ibije kugira ngo yirukane umwiza. Anakujaga juu ya kufukuza kila kitu chote kisichompatia yeye utukufu. Ibije kugira ngo yirukane umwiza. Na anakuwa na muda mzuri wa kuketi akagira umwana mwiza ili amtawale mwanadamu. kugira ngo yiganze Na hiyo ndio inamfanya mwanadamu kumuona Mungu. Umwana w'umuntu abona Imana. Kazi za Mungu ibikorwa by'Imana hazitatufanya kumuona Mungu. ntabwo bizatuma tubona Imana. Kazi za Mungu, ibikorwa by'Imana, nazungumza pamoja na watumishi, ndiko ndavuga n'abakozi. kazi za Mungu ibikorwa by'Imana hazitatufanya kumuona Mungu. ntabwo bizatubwira Lakini kenye kitatufanya tunamuona Mungu bizatuma tubona Imana ni kulinda mioyo yetu, ukuzigama imitima ili kwenye Mungu ataketi kugira ngo Imana izovya akutane pako pazuri. asange hameze Na ndio neza. maana utaelewa kitu kimoja. Niyo mpamvu uzotahura Wakati Yesu anazaliwa, igihe Yesu yavuka alizaliwa katika hori la ng'ombe. yavukiye mu bwato bw'inka. Na hiyo sio sehemu ya hori la kandi ng'ombe. muri icyo kibanza mu bwato Hiyo ni fasi kwa nini unakuta pako uchafu mwingi sana. ahantu usanga hari ubucafu bwinshi cyane. Nataka kuzungumza na mtu. shaka kuvugana n'umuntu. Kama Yesu anaingia ndani ya maisha yako, iyo Yesu yinjiye mu buzima wakati utampokea kuwa Bwana na Mwokozi wako, kugira ngo umwakire anakutanaka ndani pana uchafu. asanga muri wowe Lakini pana mesaji nilikuwa nataka kukuambia. hari ubutumwa ashaka kuvuga. Yesu anaweza zaliwa ndani ya uchafu, Yesu ashobora kuvukira mu bucafu lakini hawezi kaa ndani ya uchafu. ariko ntabwo ashobora kuvyagira mu bucafu. Elewa hiki kitu kimoja. yahura ikintu Kuzaliwa ni kimoja kuvuka ni kimwe na kuishi ni kingine. no kubaho ni kindi. Kusema Yesu akae kugira Yesu avyagira akubaki ile sehemu kwenye amezaliwa. yakumye muri cya kibanza. Biblia inatuambia kama ametoka kaenda ndani ya nyumba ndio kwenye umempeleka. ngo yarahavuye agenda mu nzu ariho bamucanye. Ndio kwenye umempeleka. niho bamucanye. Wamajusi abamajusi kusema wamkutane, kugira bamusange walimkutana sehemu bamusanze mu kibanza iko tofauti ariho atandukanye na kwenye amekuwa amezaliwa. aho yavukiye Na pale na hajya ndio walikuja wanaleta vitu vya samani. niho bace bazana ibintu by'agaciro. Sasa kitu cha samani ikintu cy'agaciro akiwezi kuja ndani ya roho mbaya, ntabwo gishobora kuza ahantu umutima wanduye. akiwezi kuja fasi kwenye pako roho chafu. ntabwo gishobora kuza ahantu umutima wanduye. Kitu cha samani ikintu cy'agaciro kinakuja kwa mtu mwenye amelinda roho. kiza ku muntu yazigamye umutima. Baadhi ya wengi muri benshi naogopa sana coronavirus, bariko baratinya coronavirus pale ya kumwogopa Mungu. hagutinya Imana. Lakini niko na kuitia ariko ndiko kuwa na ndaguhamagara moyo wa kumheshimu Mungu. gira umutima wo kubaha Imana. Magonjwa haya zino ndwara ama virusi hii, cyangwa bino nataka bitero nikwambie kitu kimoja. ndeka ndakubwira ikintu. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia ivuga ati katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, subira mu vyagezwe. Biblia inazungumza hivi. Biblia yavuga Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Imana ivuga n'abanyisraeli. Anawaambia mtakaposikia sauti yangu nimwumvishe ibyanjye na mnatii. kandi mukumvira. Biblia inasema Biblia iravuga magonjwa indwara yanayopiga mataifa indwara zikubita abanyamahanga hayataweza kuwagusa nyinyi. ntabwo zoshobora kuba. Jua nini hayataweza kuwagusa? Ni juu nyinyi mko taifa la Mungu. Ni juu mwewe mnamsikia Mungu. Kumbe kumsikia Mungu, pana yengine magonjwa yataweza kufikia watu wake. Na pana yengine magonjwa Mungu anayaruhusu kutokana na jinsi watu watemeki sana kutaka. Sio maana Mungu yuko anatuita ili tuweze kulinda Biblia. Kwa maana unaposoma kitabu cha Timotheo wa pili na ile sura ya pili na mstari wa 19 inasema msingi wa Bwana ulio imara anajua walio wake. Bwana anajua walio wake. Bwana anajua walio wake. Na walio wa Bwana anawalinda. Na sio kuwalinda tu. Tuliviona hata kwa wana wa Israeli wakati wameenda Misri. Pigo 10
kwa watu wa Misri. Na wana wa Israeli walikuwa sehemu ambayo panaitwa Goshen. Na pale Mungu amewalinda wakati wengine wote wako wanafariki. Wakati wengine wako wanaangamia. Wakati wengine wako wanalia. Wakati wengine wako wanachoka. Lakini wenyewe wamelindwa ndani ya Goshen. Na kutakia kitu kimoja. Linda moyo wako. Ili Mungu akuingie ndani ya Goshen. Na Mungu awabariki sana. Imani baheza gire cyane. Shalom, shalom.